Hello, habari. Leo nipenda nizungumzie kuhusu dopamine. Sasa nitaenda kuelezea dopamine ni kitu gani na ni kwa namna ipi ambavyo inaathiri maisha yako. Sasa kama wewe ukiona labda hii video haikuvutii, labda unahisi kwamba kamera haionekani vizuri, sasa inatakiwa uweze kuiangalia hii video hadi mwisho, kwani nitaenda kuelezea ni kwa nini kitu fulani kinakuvutia na kitu kingine hakikuvutii. Kwa sababu wakati mwingine vitu vinakuwa ni vya muhimu. Kuna kazi ngumu ambayo unajua ukiifanya itakupatia manufaa, lakini unashindwa kuifanya kwa sababu hauna hamu ya kuifanya, haujisikii kuifanya, na unakimbilia vile vitu ambavyo vinakupa raha ya muda mfupi, ingali hali havina faida kwako. Sasa hakikisha unaangalia video hadi mwisho. Kwa majina naitwa Dickson Ponda na ningependa uweze kumsaidia kitu kimoja. Hakikisha una subscribe hii account ili kwamba video nyingine nzuri kama hii hapa isiweze kukupita. Sasa basi, tukianza na maana ya dopamine, na nitaenda kuelezea polepole ili kwamba uweze kuelewa ni kitu gani na ni kwa namna ipi ambayo inaathiri maisha yako. Kama ambavyo unajua dopamine kwamba mwili wa mwanadamu kuna seli katika kila kiungo cha mwili kuna seli, lakini pia kwenye mfumo wa fahamu kuna seli tunaziita ni neuron au nerve cell. Sasa haimaanishi kwamba neuron ni ndefu kwamba zinatoka mguuni au zinatoka mkooni hadi kichwani, no, zinakuwa ni fupi ambavyo katikati ya neuron moja na neuron nyingine kunakuwa na kemikali ambayo inasaidia kusafirisha taarifa kutoka kwenye seli moja kwenda seli nyingine. Sasa kwenye ubongo wa mwanadamu au wa mnyama yote yule kuna kemikali moja ambayo ni ya muhimu na ambayo tutaizungumzia zaidi, na hiyo ni kemikali inaitwa dopamine. Dopamine ni neurotransmitter ambayo inasaidia kuhamisha taarifa moja kwenda taarifa moja kutoka kwenye seli moja kwenda kwenye seli nyingine, ambayo tunasema kwa Kiingereza kwamba dopamine is a chemical messenger or neurotransmitter and it is also associated with anticipation and desire. Sio tu ni neurotransmitter, pia inahusanishwa na mambo ya hamu lakini na motisha. Sasa unapoona una motisha kufanya kitu fulani, ni kwa sababu kitu fulani unachokifanya kinakupa raha. Labda nikupe mfano ambao ni maarufu sana kwenye utafiti ambao ulifanyika, experiment ambao ulifanyika kwa rati, kwamba rati panya, kwamba panya alitengenezwa kwa mazingira maabara kupoteza zile dopamine receptor, yani akawa hawezi kuitikia vichocheo vitokanavyo na dopamine. Kwa maana yake dopamine kwake ikawa haina kazi. Sasa akawa analishwa kulingana kwa msaada wa maabara, na baada ya kuwa amekuwa mkubwa yule panya ukimpa chakula mdomoni atakula, lakini ukimwekea chakula mbele yake, hata kama chakula ni kizuri kwake huwa anakula, hawezi kukifuata, anakosa motisha ya kwenda kukifuata. Kwa nini anakosa hivyo? Ni kwa sababu anakuwa amekosa ile dopamine ambayo inamsukuma yeye aweze kufuata hicho chakula. So vivyo hivyo na wewe. Sasa dopamine ambayo unakuwa nayo ndio ambayo inakusukuma wewe ufanye kitu fulani na usifanye kitu fulani. Sasa hiyo dopamine ikishashuka, ndio maana kwa watu mwingine unakuta kazi fulani ni ya muhimu na unajua kabisa nikifanya hii itanisaidia sana, ili nipate hela au niendelee mbele, unaacha kuifanya. Ni kwa sababu dopamine inakuwa imeshuka. Sasa inatokea kazi fulani unapenda kuifanya, alafu kazi nyingine upende kuifanya. Unapenda kuangalia video, alafu kazi nyingine kama kusoma kitabu au kufanya kazi zinazohitaji nguvu, kazi ngumu ambazo zina manufaa kwako, unaacha kuzifanya. Unapenda kuingia TikTok lakini upendi kufanya kitu fulani. Kwa nini inatokea hivyo? Sasa nisikize vizuri kwamba ubongo wa mwanadamu ulivyoumbwa au unavyofanya kazi, haufanyi kazi ili kwamba wewe uweze kuendelea au upate mafanikio. Ninataka kusema hivi, ubongo haukusukuma wewe kufanya kitu ambacho ni cha muhimu, bali unakusukuma wewe kufanya kitu ambacho kitakupa uweze kuishi, yani survival. Kwa Kiingereza nitaweka vizuri kwamba your brain don't accept you to do something which is important, but it
push you to do something that will give you in a survival mode, inaweka katika mazingira ambayo uweze kuishi. Na hiyo dopamine huwa haitolewi, huwa huhamasii kufanya kitu ni kwa sababu ni cha muhimu. Hapana, unahamasika kufanya hicho kitu ni kwa sababu kinakupa raha. Na kwa mfano unapoamka asubuhi, unategemea kwamba hiyo dopamine inakuwa ipo juu. Sasa unapozidi kuitumia, labda unaamka asubuhi, unaingia TikTok, una view video, unafurahi. Sasa ukizidi kuitumia, sasa ukimaliza kuangalia video TikTok, ukija kufanya kazi nyingine ambayo hairelease dopamine, is not released more, haitolei sana dopamine, maana unakosa motisha ya kuifanya. Ndio maana kama umekushauriwa kwamba inatakiwa uanze kufanya kazi ambazo ni za muhimu, ndipo ambapo uweze kufanya kazi zingine. Sasa ni muhimu sana uanze kufanya zile kazi ambazo ni za muhimu, ndipo ambapo uanze kufanya kazi zingine. Sasa basi, ili uweze kumaintain ile baseline na dopamine, nitakuwa uweze kufanya zoezi moja ambalo linisaidia mimi. Kwa kila mmoja wetu anajua kuna kitu kimoja ambacho kinampa raha, anapenda kukifanya, lakini hicho kitu hakina manufaa kwake. Labda unajua unapenda kila siku usipoingia TikTok live, yani you don't feel good, lakini unajua kwamba hicho kitu haikupi raha. Ukiamka asubuhi usipoingia Facebook haujisikii vizuri, usipopiga kelele haujisikii vizuri. Sasa ndio uweze kupractice tunakiita 30 days fasting, uweze kufunga ndani ya siku 30. Unapenda kuangalia movie, just jipe kama na sababu jipe tu utaratibu kwamba nataka ndani ya siku 30 nipunguze kuangalia movie au niache kabisa ndani ya siku 30. Kwa sababu ukishafanya hivyo, maana yake kile kitu kinakupa raha lakini hakina manufaa kwako. Maana yake una store ya dopamine inakuwepo ndani ya ubongo wako, ambayo itakusaidia, itakusukuma wewe uweze kufanya kazi ambazo ni za muhimu. Sasa basi, najua ya kwamba dopamine ni kitu sio kitu kidogo, na haiwezi kutosha kuelezea ndani ya video moja. Nitakuwa nikitoa video za namna hii ambazo zinaelezea kwa undani zaidi kuhusu dopamine na kwa namna ipi inaathiri maisha yako na uweze kufanya nini ili kwamba uweze kuongeza ufanisi wako wa utendaji kazi, ili kwamba unapoamka asubuhi una mood ya kufanya kazi, basi uendelee kufanya kazi mpaka inafika jioni. Sasa kufanya wewe kwenye comment umejifunza kitu gani, na pia usahau subscribe ili kwamba ninapotoa video zingine uweze kufuatilia. Asante sana, I hope it's clear. Have a good day. Peace.